wa siku ya leo, ambaye tumekuja mbele zako tukasikie kutoka kwako. Imetimia wakati huu Bwana, umeniweka mahali hapa ili nikawe chombo, nikaweze kutoa neno hili ili nikaweze kutujenga. Ninanyekea mbele zako nikiomba Bwana, tenda mapenzi yako, ukanene na mioyo hii, ukanene nasi Bwana, ili tukaone uzima katika maisha yetu. Tukufu wewe unaponena kutenda, katika jina la Yesu Kristo tuamini na kuomba. Amen. Tukua nafasi yako kujijini. Asante, ninashukuru kwa ajili ya nafasi hii. Nashukuru kwa ajili kupata nafasi nikaweze kusimama mahali hapa. Mara mingi wanga nasema kwamba nikisimama hapa si ya kwamba ninaelewa neno, si ya kwamba ninajua Biblia, lakini ni neema tu ya Bwana ambaye amenipatia nafasi hii ili tukaweze tukapate neno lile ambaye amekusudia likaweze kuwa na maana katika maisha yetu kwa siku hii ama kwa wakati huu. Haleluya. Amen. Kwa hivyo sitapoteza wakati, nataka tuende tu kwa haraka ili tukaone nini Bwana anataka. Basi mahubiri yetu ama funzo letu ambalo tutajifunza siku ya leo, nataka tukaandike mahali ambapo kama uko nalo ya kwamba heading yetu itakuwa personal evangelism. Personal evangelism. Niko na sababu ya kwamba nikaweze kusimama mahali hapa tukaweze kuzungumza neno hili. Najua kwamba kila mmoja na kila mtu ako na makusudi katika dunia hii. Wakati Bwana alikuumba na sababu. Kiwanga kwamba akakutenga, akakuokoa, akakutengeneza ukaweze kumfahamu. Kulikuwa na makusudi. Haikuwa tu ya kwamba akutengeneze ama akugeuze kila alikugeuza na ukakuje tu mahali hapa katika ufalme huu ukakae chini umekaa. Kulikuwa na sababu ambapo imefanya. Nikasikia asubuhi katika service ya kwamba kuna neno moja ambayo mtumishi wa Bwana akasema ya kwamba wanasema kwamba uko na nini katika meza, umeleta nini katika kambuni. Hivyo ndivyo tena katika ufalme wa Bwana kuna kitu ambapo Bwana anadai kwako ya kwamba umeleta nini katika ufalme huu. Hata kama umeokoka, lakini kuna kitu anakuuliza, ni kitu gani ambapo umeleta katika ufalme huu. Haleluya. So unaweza ukasifu Bwana, unaweza ukatukuza Bwana, unaweza ukamshukuru jinsi alivyo, lakini kuna kitu anakuuliza katika meza ya kifalme. Ni nini ambayo umeleta ili ufalme kajengeke? Bwana apewe sifa. Hii imefanya tukaweze kuokolewa. Hii ilifanya kwamba tukaweze kuondolewa katika mikono zile za Ibilisi, tukaingiza katika ufalme huu ya kwamba tukaweze kuijenga. Haijengiki tu, inajengwa na wale ambapo Bwana alikusudia wakaweze kujenga. Wale ambapo walibaki kule hawezi kuja kujenga. Wale ambapo walikuwa kule wamekaa kule hawezi kujenga. Wale watu wanastahili wakaweze kufutwa ili wakakuja pamoja tukajenge pamoja. Na hakuna mwingine ambapo Bwana anatarajia wakati alipokuokoa akakuleta katika ufalme huu, anatarajia na wewe ukatoke ya kwamba leo ukalete mwingine katika ufalme huu ili ufalme huu ikazidi kujengeka. Haleluya. Amen. Si ya kwamba nikukuja tu nimeingia katika ibada Jumapili nitaenda, lakini hakuna chochote unajenga katika ufalme huu. Siku moja Yesu Kristo alipokuwa akitembea, akawa ako na njaa, akaona mti mzuri ambaye uko na matawi mazuri
akameremeta, akatembea, akaenda katika ile mti ili akatafute kitu ya kuweka katika mdomo, akakosa kitu mahali pale. Lakini mti ilikuwa na matawi, ilikuwa imestawili, ilikuwa inapendeza. That's why ilimvutia, akasongea ile mti. Kama ingekuwa inamvutia angeisongea, lakini kwa ajili ya kupendeza ilifanya akaisongea. Akatafuta pale, hakuona tunda lolote. Maandiko inaniambia kwamba kwa ajili alikosa kuona kitu katika ile mti, alienda akiwa ameinama na kadhani hiyo mti. Haleluya. Katika ufalme wewe ni hivyo. That's why nikasema kwamba tunaweza tukasifu mahali hapa, tunaweza tukaruka mahali hapa, tunaweza kuwa na mahubiri mazuri sana, tunaweza kutoa unabii mahali hapa, but wapi lengo ambapo Bwana alituumba tukawa tumeacha. Wanapewa sifa. So evangelist hii ambayo tunazungumzia ni mtu kwa mtu, kufikisha ujumbe kwa mwingine, kumleta mtu katika Kristo. That's evangelism, personal evangelism. Hallelujah. Amen. So wakati uliokoka, pale ndio Bwana alianza kukugeuza, akaanza kuona kwamba nimeokoa huyu mtu na ninatarajia nikaweze kuona kitu kwake, na ninatarajia nikaweze kuona akifanya makusudi ambaye nilimwokoa kutoka katika ile kikao, nikamleta katika ufalme huu. Bwana akaanza kukumonta. Wakati ulisimama tena ukasema kwamba nimeokoka, Kristo ni Bwana, kitu la Bwana nilikuangazia, nikaanza kuangalia step zako, nikaanza kuangalia kitu unavyonenda. Akahesabu mwezi, akahesabu miezi 2, akahesabu miezi 6, akahesabu miaka, akahesabu miaka ya pili, hajaona kile tunda lolote ambaye linalotoka kwako. Bwana apewe sifa. Amen. Makusudi yake ya kuokoa ni kwamba ufalme huu ikaweze kujengwa. Lakini wewe ulijua tu ya kwamba kuokoka ni kutafuta utakaso na kumwimbia Bwana na kuruka. That's the mistake ambapo ya Kristo ilianzia pale. Na hii ilifanya hata kanisa kupanuka ni shida. Why? Tulifahamu ya kwamba baada ya kuokoka ni kuenda kila wakati kwa kanisani na kungoja kwamba mhubiri atahubiri. Baada ya kuhubiri nitatoka nienda kwa nyumba, nikiwa na Biblia yangu nitachukua na niweke kando, ningoje siku ya Jumapili tena nikatoke nayo. Maana nikienda pale bila Biblia hawatajua kwamba nimeokoka, lakini nikienda nikiwa na Biblia hii itathibitisha kwamba nimeokoka. Amen. Hallelujah. Amen. But go, haangalii umebeba Biblia. Mungu atazame kwamba unakuja kanisani ukiwa uko msafi na kusonga mbele za Bwana. Kuna lengo moja ambapo Bwana anaangalia. Kuna moja ambapo Bwana anaangalia kanisa lake. Wakati anayepenya macho yake anaangalia kanisa la Bwana, anakuwa na huzuni katika moyoni mwake. Anashangaa watu hao walichukanita mahali hapa, hawajua makusudi ya kujenga ufalme huu. Maana unapoangalia mahali umekaa pendwa, hata kiti ambapo umekalia kimekosa mtu, haijakosa mtu kwamba watu wapo. Watu wapo, lakini mtu wa kuleta na kile kiti amekosekana. Yule ambaye ataleta yule mtu hakaweza kakelea kile kiti. Haleluya. Amen. Siku moja wakati mwingine nilipokuwa natazama kanisa moja ambalo lilikuwa pale kwetu pale, nikapata kama mahali pale
ilikuwa ni kanisa, the same time tena ni Busa Club. So hao watu wanafanya kazi haraka, ibada haraka, wakingojea kwamba wale watu masaa watu kunywa Busa inakaribia. So wanafanya hiyo ibada, wakimaliza saa 5 hivi wanatoka. Sasa na watu wa Busa wanaingia, wanaanza kuandaa Busa. Na wakati ambapo wanaandaa Busa, ile room unapata ya kwamba itajaa mpaka kwa mlango mwingine wakae nje. Lakini kanisa lilikuwa pale, ikawa kwamba wako watu watatu. Bwana apewe sifa. Amen. So utaniambia kwamba ni ufalme gani ambayo inafanya kazi yake? Kama kanisa walikuwa watatu, lakini imefika mahali watu wanatoka pale, wale wa Busa wamejaa pale kiwango kwamba wametengenezewa hema hiki. Hii ni makusudi ya kwamba wakati tulipookoka hatukufahamu yale ambapo zamu ile ambapo tunastahili tukatende. Tulisahau ile zamu ama makusudi ambayo Bwana alitufanya tukaweze kuokoka. Haleluya. Hebu fungua nami macho. Tenda tu kwa haraka, maana sitaki nikapoteza wakati. Fungua nami noti Mark, fungua Methali 11 mstari wa 30. Methali 11 mstari wa 30. Methali 11 mstari wa 30. Aliyopata tafadhali. Inasema, yes. Mithali 11 mstari wa 30. Inasema, mazao ya mwenye haki ni mti wa uzima. Yes. Na mwenye hekima huvuta roho za watu. Amina. Aya mwingine funua Mathayo 4 mstari wa 19. Mathayo 4 mstari wa 19. Inasema, yes. Akawaambia, yeah. Nifuateni, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Yes. Bwana apewe sifa. Amen. Yesu Kristo wakati alipokuwa akitafuta wanafunzi wake, alitafuta wanafunzi wake makusudi. Hakuambia kwamba kuja tu. Kuna kitu ambapo aliwaambia kwamba nitawafanya muwe wavivu wa watu. Maana baada ya kuona hao walikuwa wakifanya biashara ya kutoa samaki katika, so akajua kwamba hao watu wako na experience the way wanapotoa samaki kwa maji. Hivi ndio nataka wakaenda wakotoe watu wale ambao wako katika kile mfalme, wakaleta ufalme huu. Na akajua kwamba ukiwa watatoka huko wako na uzima tele tele. Haleluya. Amen. Mahali ambapo huko, nataka tukajiulize swali. Wewe mahali ambapo umekaa, jiulize tu, tangu mwezi huu iishe, mioyo ngapi ambayo umeileta katika ufalme? Nazungumza hii kwa ajili, tulikuwa hapa na Nelson ambaye tumezungumzia the Holy Spirit. Tumefundishwa hapa the Holy Spirit. Na nikasikia kila mmoja alishangilia that lesson. Akasema it is it. Lakini kuna mstari mmoja ambaye nilisikia. Wakati walipopokea hawakukaa chini wakatulia. Walitoka wakaenda kazini. So kwa njia nyingine
inapotazama kanisa la Bwana, naweza sema Roho alikosa kuwa nasi pamoja, maana na sasa hivi tumepanua tuko mpaka huko nje, because Roho kama ako nasi tulitoka nje na tukaleta katika ufalme. Haleluya, amen. Hiyo ndio mafunzo ambayo ilikuwa inasema ya kwamba wakati walipopokea hawakutulia katika kiti. Mwingine akaona kwamba mimi nilifika, niko mahali hapa. Wote walitoka, mmoja akaenda sauti, mwingine akaenda westi, wakakutanika pamoja wakiwa wameleta watu tofauti tofauti. Kwa hivyo kazi ikawa ya kufanya watu hawa wakaweze kufanya kazi katika ufalme. Bwana apewe sifa. Amen. Na hii ndio makusudi ambayo Bwana alituokoa. Hajaniokoa tu ya kwamba nikabaki tu bile, nibaki tu na neno moja kwamba Bwana asifiwe. Hapana, kuna hatua ambayo Bwana anaangalia. Haangalie lile neno Bwana apewe sifa. Kuna utendaji ambapo anatarajia, kuna kitu ambapo anatarajia ya kwamba unapotenda anakuhesabia wewe individual. Haleluya. Hii si ya kwamba kanisa tumefanya evangelism. No, sikatai kufanya evangelism as a team, but kunayo ile ambapo Mungu anaangalia ambaye ni mtu individual, ya kwamba ni wangapi ambapo umewatoa katika giza ukaingiza katika nuru. Ni wangapi wewe mwaka huu umesema kwamba nikianza kuhesabu ninaona kuna mtu hapa nilimzungumzia nikamleta katika Bwana. That's the point. Mesikia kwamba utakatifu, tumeweka utakatifu, lakini lengo tumesahau. That's the point. Ya kwamba nitafanya, nitakuwa holi, nitatembea nikiwa holi kabisa. Basi ile makusudi ambapo Bwana alikusudia ukaacha. Holiness it is true, but holiness ukitafuta moyo wengine ukiingiza katika ufalme huu ukipanua. Haleluya, amen. Hiyo ndio makusudi ambapo tuliitwa, wapendwa, ili itafanya hata sisi ikafika mahali. The reason hii itapanuka tu wakati watapatikana watu ambapo watafahamu ya kwamba kuna makusudi maona ikawekwe, ya kwamba nikaweza kutafuta moyo huu nikalete katika ufalme huu. Haleluya, amen. Maana wakati utaanza kufanya hivyo, kuna vitu zingine hata tutakuwa tunapigania kufanya. Watenda kazi katika nyumba ya Bwana wamekosekana. Ni kwa ajili wakati nilipokuja nikiwa nimeokoka nikarimeni hivyo, nikakonsita maneno mawili, kusema Bwana apewe sifa na utakaso. Nikaweka katika mind, nikasema kwamba Bwana anachunguza haya ninapotembea. Sawa, sikatai, lakini kuna mengi ambapo Bwana wewe mtu binafsi. Haleluya. Pia kwamba na moja kwamba wakati tutakuwa wengi sana sana kwamba tunaenda kufanya kazi ya Mungu mahali, ndio nataka kuenda. Wewe tu mahali ambapo umekaa, ni wangapi ambapo wamepotea? Mahali tu unakaa, ni wangapi ambapo hawatampokea Yesu Kristo na tayari unakaa nao unacheka nao? Haleluya, amen. Bwana apewe sifa. Amen. Wapendwa, wakati tutajua sababu ambapo tuliokolewa, wakati tutatambua wakati ambapo Bwana makusudi ambao Bwana alikuita wewe, si ya kwamba wakati aliita kanisa, aliita mtu individual. That's why anaitaka tunda kutoka kwako individual. Hataki kwawa, hataki kwa ule mwingine, wacha kutazama ule mwingine. Wewe tu mwenyewe simama katika position na ukasema kwamba
jiulize, kuna kitu Bwana anatarajia kwangu, kuna tunda ambayo Bwana anatarajia kwangu, tunda hili linapatikana. Bwana apewe sifa. Amen. Isiwe kwamba ikawa ile mti ambayo matawi ilikuwa inastawi, matawi ilikuwa green, hata Bwana akajua kwamba hapa hatuwezi kosa kitu. Wakati alisikia njaa, akijua hapa kitu siwezi kosa, lakini alipoenda pale akupata kitu. Haleluya. Amen. Juhudi tunaweza weka katika wokovu. Tunaweza weka mikakati mizuri sana. Tunaweza simama na kusema kwamba mimi nitaangalia njia yangu ya wokovu, lakini bila lile tunda ambalo Bwana anatazama ndani yako la maana sana. Haleluya. Amen. Maana hilo ndio litakayofanya Bwana akaweze kukuinua na akaweze kukubariki. Wacha kusema tu kwamba nitakuja mbele za Bwana niombewe nibarikiwe. Wakati nilipokuwa nasoma that lesson, nikapata kwamba kuna watu ambapo wanabarikiwa wakati wanapoleta tu moyo mmoja kwa Bwana, hapo ndio wanaanza kubarikiwa. Bwana apewe sifa. Amen. Unaweza ukaleta tu moyo mmoja, lakini kupitia kwa hiyo moyo ifanya kwamba ukaweze kubarikiwa, ukaweze kuinuliwa, watu watazame uzuri wako katika Bwana. Haleluya. Amen. Hebu tumalizane na hii kitabu ya Ezekiel 33 mstari wa 7 hadi wa 9. Ezekiel, twende kwa haraka mahali pale kwa ajili ya wakati. Once unapopata kwamba kuna kitu Bwana alikusudia ukafanya na ufanye, kuna mwelekeo ambapo unaposoma mahali pale unapata kwamba tunastahili tukaweze kutoka tukafanye kazi ya Mungu. Hebu soma mahali pale Ezekiel 33 mstari wa 7 hadi na 9. Inasema, yes. Basi wewe mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Yes. Basi usikie neno hili kinywani mwangu, ukawape maonyo yangu. Yes. Nimwambiapo mtu mbaya, ewe mtu mbaya, hakika utakufa. Nao husemi neno la kumwonya mtu huyo, aiache njia yake. Mtu mbaya huyo atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Lakini ukimwonya mtu mbaya kwa sababu ya njia yake, kusudi aiache, wala yeye asiache, atakufa huyo katika uovu wake, lakini wewe umejiokoa roho yako. Amina. Bwana apewe sifa. Amen. Wewe katika nyumba yako ambayo unakaa ama katika ploti, ni wangapi wako pale ambapo wanafanya maovu? Na ulijitenga ukasema kwamba siwezi waambia, lakini inapofika Jumapili unashika Biblia yako vizuri, utakaso wako, unaenda katika kanisa, unafanya ibada. Kuna kitu ambapo mahali pale maandiko inaniambia, wakati unapoacha yule mtu pale ameketi na utoke uende, Bwana alikuweka mahali pale ili yule mtu ukaweze kumleta katika ufalme huu. Wakati ambapo unapokosa kumpatia ukweli huu, kumfungulia, kuna damu wewe unabeba kwa kichwa yako. Haleluya. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Kuna yule ambaye wewe hata kama ni ndugu yako ulinyamaza ukasema huyu sitampatia, sitamzungumzia, maana naona ninapomzungumzia hata sikia, lakini ukanyamaza. Chukua nafasi mwambie ili hivyo
umejinawa mikono na umemwacha mahali pale. So long as ujumbe umefikishia wewe uko salama. Haleluya. Wacha kunyamaza kumwambia kwamba sitaki kuharibu wokovu wangu. Yeye kama ameamua hiyo njia, wacha akazidi kwenda hiyo njia. Chukua hatua, mwambie Bwana. Wakati utakaomwambia utakuwa unajisafisha. Kuna watu wengi ambao wamekosa kuambiwa, that's why wako outside katika ufalme huu. Lakini tunapoamua kwamba tunataka kuambia, basi inaonyesha kwamba hata kanisa hili ni dogo. Haleluya. Amen. Kanisa hili ni dogo. Watu watakuwa wanafinyana mahali hapa. Ni kwa hiyo tumetoka nje na kusema ukweli na kutangaza ukweli. Haukutetemeka ukaona kwamba unataka kutunza wokovu wako, lakini ulisema kwamba nataka nikafanye yale Bwana alifanya nikaokoka. Ukasimama katika position yako na ukajua kwamba wewe ni chumvi. Utazidi kutangaza ukweli wa Bwana na kuangazia kila mmoja. Haleluya. Siku ya leo hata ukienda kwa ploti, usiingie kwa ploti yako kabla hujaingia next door, ili ukaweze kutangaza ukweli, ili ukaweze kujinawa. Usinyamaze kusema kwamba mimi najua Mungu ambaye namwabudu. Wacha wakae usuluhishe mkono. Unaporusha, kuna damu ambapo tunawekewa dada yako. Haleluya. Usifurahie wakati ambapo uko hapo tu. Wakati unakuja hapo unafanya ibada na unatoka, ufurahie useme kwamba so long as mimi nimeenda katika kanisani nimefanya ibada na nimetoka. Chukua hatua ya kujua kwamba kuna makusudi ambapo Bwana aliniokoa. Acha kutangaza. Toka nje, wacha kukaa pale. Acha kusema ukweli ya kwamba yale mazuri uliyopata wakati ulipoingia katika ufalme huu. Acha kutangaza. Usinyamaze, ili kanisa hili kaweze kupanuka, ufalme huu kaweze kujengeka. Maana once utafika kiwango ya kwamba kuna moyo ambapo umeokoa. My sister, hapo ndio jana za kubarikiwa. Maana watu wengine tunasema kubarikiwa. Nilipokuwa naenda katika hii leso, nikapata kwamba kuna mahali ambapo watu wanabarikiwa, lakini tumeacha ile jana ya kubarikiwa. Hakuna kitu kizuri ambayo Bwana anafurahia wakati unapookoa nafsi moja ukiileta kwa Bwana. Hapo ndio baraka zinaanzia. Hapo ndio kuinuliwa kwako kutaanzia. Maana umesimama na neno la Bwana. Hatafika mahali ya kuache, atasimama na wewe. Haleluya. Maana umefanya makusudi ambapo alifanya ukaweze kuingia katika ufalme huu. Amen. Haleluya. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. You know, kuna kitu kimoja nimekuja kurealize. Kuna watu wengi wanakadiria wachungaji kwa njia mbaya sana. Wakati anapoona mchungaji na kiatu anasema kwamba hii ametoa katika washirika, katika sadaka, lakini hajajua kwamba huyu mchungaji kuna kazi alifanya, so amebarikiwa kiwango kingine. Sio kwamba anangoja hiyo sadaka, lakini kuna mkono mahali fulani ambapo Mungu ameamrisha ya kwamba ikaende ikamuokoe mahali. Bwana pewe sifa. Lakini wengi ambao wanasemanga kwamba wachungaji ni sadaka, hakuna kitu kama hiyo. Hata sadaka peke yake iwezi fanya mchungaji akaweza kufika kiwango hiko. Wakati ako na gari wanasema kwamba hii ni pesa zetu. No! Mungu ameamrisha mtu ya kwamba ameona vile mchungaji alisimama kwa kazi yake, ambaye amefanya moyo kadhaa imemukuja katika ufalme huu. Amen. Anaanza kumbariki pale. Haleluya. So wapendwa, siri ni moja, hatujaokoka kwamba tukaweze kuja mahali hapa kusema Bwana apewe sifa. Tumekuja mahali hapa ili tukajenga ufalme huu.
na ufalme huu utajengeka tu kati yako, utatoka na kufanya evangelism. Haleluya, amen. Katika nyumba yako, katika plot mahali umekaa, ni watu wangapi ambapo wamepotea njia, ambao Mungu anaangalia, alikuweka pale ukae pale, ukeusi hizo mioyo ukaleta mahali hapa. Haleluya. Sasa sijui wangekaa wapi. Imagine, fungua tu akili yako na uone tu wale majirani wako wale ambao wanasema wao wangekaa wapi kama ungefanya makusudi ambapo Bwana alikuitia. Haleluya, amen. Wapendwa, wacha tukanene na neno hili. Sitaki kuenenda mambo mengi, lakini ukiwa nafasi yako utasoma Mark 16 15 to 16, usome John 15:16, alafu utamalizia na Matthew 28 kuanzia 19 to 20. Hizo ni vitabu ambavyo nitawachia ili Bwana amani akaweze kuwabariki. Karibu mtumishi wa Bwana. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ni ombi langu, na najua ni ombi lako, usio msikiaji wa neno la Mungu asiyechukua hatua. Amen. Bana, msikiaji asiyechukua hatua, Biblia inasema kwamba ni kama mtu mwenye uenda kwa hiyo akajiangalia, ndio anapotoka hapa anaenda anasahau alikuwa anaangalia exactly namna gani. So mema imewekwa mbele zetu tayari, ambalo neno la Mungu tumelipokea. Wakati tumelipokea, mpendwa, tafakari neno hili. Ni kwa sababu najua una rafiki. Ushajiuliza kwa nini uko na mtu hajaokoka lakini rafiki yako mkubwa mnaonana na yeye? Ikifika mambo ya Mungu unakuja kanisani, lakini hata mambo ya nyumba yako huyo ndiye anakushauri 90%. Ushajiuliza hiyo neno kwamba ndio sikatai umeokoka tena unaenda mbinguni kama kweli utaweka usawa, lakini kwa nini huyu rafiki yako si mja Mungu na ndio mkubwa? Huyu ndio unasema naye kila jambo la siri ya maisha yako. Na huu rafiki Mungu anapokuangalia wewe na anatazama huyu rafiki yako, anashindwa genuineness katika hiyo rafiki iko wapi? Ni kwa sababu kama mimi nasema ni mwana wa Mungu naenda mbinguni, na mtu mwenye nimeamini rafiki yako mkubwa anaenda jehanamu, na Biblia imesema ya kwamba wawili hawawezi kutembea bila kupatana. So nashindwa ni mapatano gani uko nayo ndugu? Ni mapatano gani uko nayo dada na huyo mtu? Lakini mmeshikana na wewe unapanda ngazi na yeye anashuka. Sometimes watu wa Mungu tunakuwa blinded. Tunapokea neno la Mungu, tunalisikia, tunatetemeka, tunataka kweli hii Mungu hii penyewe ni kamili. Lakini maajabu tena katika church unasikia romance imerudi, unasema itaendelea. So unashinda umeketi kwa kulia na mtu fulani, si mwokovu, amjui Mungu, huyu ndio mnaongea naye hii. Jioni nafika unaenda kulala na kesho mnamkia hapo. Hii. Ama ni ndugu kazi. Huyo ndio rafiki mkubwa wako. Ya kutoka naye, mnaenda naye lunch, mnasemezana naye vitu vya university, mnasemezana, mnakopeshana. Lakini upande wa Mungu unasema kwamba kila mtu safari yake. Haujapata hata kumwambia rafiki, hii urafiki si ya kuishi. Na kama anatembea katika njia sahihi, unajua wengi wetu unapata ya kwamba tunaokoka, lakini mambo ya evangelism tunakataa. Hatukatai kwa sababu ya ukweli, maana kuna ukweli fulani huu rafiki yako hujua kwako, pamoja na kusema wewe unaenda chachi. So unazuia hiyo ukweli, unasema hutamleta kanisani, maana ukimleta hii urafiki itaisha ama atashangaa. Hata mimi nasikia watu wakisema wameleta watu kanisani, nasikia mtu anasema kwamba fulani nilifika kanisani kasikia fulani anakuanga anachia fulani anakuanga ameokoka. Ni wokovu kweli? Yaani mtu anabaki nimekaa kwa surprise kabisa. So unaenda kwa sababu unakataa.
kuleta watu kwa Mungu, anasema kwamba atajua njia zangu. Si ni vizuri? Maana labda wewe mtu Mungu anataka umlete ndio na wewe uokoke, wokovu ya kweli wa kwenda mbinguni. Ndio akwambie ndugu, ile ulikuwa unafanya tulipokuwa chache tu kusikia wakisema hivyo. Ama sio unaenda ile chache. Tena tulipokuwa chache, tuliposikia ile walisema si hii sasa naona ukifanya sahihi. Na atakuwa ameokoa na usia hata wewe. Maana anasema tembea, lakini maana Biblia tumezungumzia na tumeona ya kwamba neno la Mungu linarudia mara kwa mara. Mungu asema hivyo maana anatuchukia. Mungu anasema ile neno maana anatupenda. Na kwa sababu anatupenda tuambia kwamba njia sahihi ndio hii. Haleluya. Amen. Usizuie mdomo wako kuhubiri. Uhubiri, maana tulisoma mahali pengine siku nyingine tukapata ya kwamba ati anayeleta mtu kwa Kristo kuokoa nafsi na mauti. Na wingi wa dhambi unafanya nini? Unafunikwa. Christians. Mimi najua mtu mwenye upenda watu. Neno la Mungu alikaambi mbali na yeye. Sasa nilikwambia hakuna kikao utaenda na muende mpaka mmepata watu wameweka shida na wewe uingilie, ama useme kwamba sababu ni wasiasa nimepita sina haja na hao watu. Lakini kama utaingia hapo, na ile watakubali ama wakataa, lakini neno Biblia inanipatia nguvu ni moja. Ukiambia mtu ukweli, atakuwa na option mbili, aidha ageuke ama akatae. Lakini kitu Biblia inanifundisha ni kwamba wewe utakuwa umejiokoa nafsi yako ukishamwambia ukweli, aidha akubali ama akatae. Kazi yako si atakubali ama atakataa. Kazi yako ni kwamba umemwambia katika upendo, katika wema wa Bwana, ukamwonyesha njia ndio hii na akakataa. Na mimi najua neno moja, ukiwa na rafiki na umwonyeshe kweli na akatae, itakuwa ngumu sana wewe kuendelea na hiyo urafiki na huyu mtu. Hata ni yeye atakuhepa. Na ukiona umemwambia na bado mnafuatana na yeye, ujua kwamba kuna mambo fulani umelegeza, hiyo ndio inafanya kwamba mnafuatana na huyu mtu. Ambapo anaona kwamba hata kama fulani ameokoka, kitu ananishikia tu ni kwenda church. Lakini si kwa sababu hata amebadilika kitu yeyote. Maana kwa kuongea number 1, kwa kunung'unika, hata mimi nanung'unikaka kidogo. Kwa kusema, na hata kuna wengine wanaendanga mpaka kusengenya kanisa kazini. Imagine hata watu wajaji, watu wa kazi wenye hawajui kanisa. Hata wewe mnajai karibia kanisa yenu, unasema vile mchungaji vile wanasema hapa amekula sadaka. Imagine wewe unazungumzia mtu nani, sio unasema hata uko wananung'unika pasa anakula sadaka. Hakuna haja nikupende yangu ikulwe. Maana hata mwenye hapo uko amelia sana. Maandiko yanasema ya kwamba wewe ni watchman. Umewekwa njia roho za watu. Ukipatana na ndugu, mwambie ni njia. Ukipatana na dada, mwambie ni njia. Akikubali, umepata rafiki. Akikataa, jina la Bwana litukuzwe, maana nafsi yako umeokoa. No wonder. Hii injili ndio nashukuru Mungu kwa sababu mwaka huu Mungu alisema kwamba it is a year of evangelism. So, na hii ni mwaka wa unabii wa evangelism. Tuitende, tusitende, Roho wa Mungu tayari ametucommission. Sasa akifika mwisho huko, ndiye anataka kujua ya kwamba tulitii ama tuliamua tusikie vile watu tunasikiliza, tunaendelea na maisha yetu. Haleluya. Amen. Tukifika mwisho huko, usikubali mwaka utokange east. Bila hiyo inatoka inalala miezi 12. Hata hakuna mtu mmoja hata ushahubiria huko. Wacha hata kuleta hapa. Hata hajaingia kanisa lingine yoyote. Unajua inataka asiingie hapa, lakini wewe mtu mmoja umemweka kwa Kristo, hata kama hajakuja hapa lakini ameokoka. Na anaenda mahali ya kwamba maisha yangu na njia zangu nimebadilisha. Lakini maajabu hakuji hapa na ndio yupeleka popote. Mungu atujalie mwaka huu. Dada ndugu, tunataka kuomba. Mimi wanasema kwamba maombi hii ndio ndio tunaomba. Sijui kama huwa tunapata point. Ndio tunaenda kwa maombi. Maana kwenda kwa maombi si makosa, lakini sio kama huwa tunapata point. Ndio tunapata ile point. Ndio tunaenda mbele za Bwana. Maana tukiomba maombi mamoja, maana hata summons tunafuata si moja. Tunazipata katika njia Mungu anatuita aongee kupitia hivi. Maana hii inamaanisha kwamba pia tungekuwa maombi yetu tunaipanga katika njia namna hivyo, tunajua kwamba weaknesses yetu iko wapi.
Ni ujasiri ndio hatuko nao kunena na watu, ama kasoro iko kwa upande wa wokovu wetu tuyaokoka ya ukweli? Kwa sababu tunaona kwamba tukiokoka, tukisema watu watatupinga mapema, aseme unazungumzia wokovu ndio unajua ama ujui. Maana mpaka kuna uwezekano mbili, aidha mimi ni muoga na shindwa ile nita approach mtu, ama ushuhuda wa maisha yangu haikubali mimi kusimama mbele ya mtu kumwambia nimeokoka, ama ya kwamba alikuja Yesu akuokoe. Kwa sababu hata wengine wanawaambia mtu okoka, anamwambia sukuje chachi yetu. Na hata hapo unakuwa umejaribu zuleta mtu kwa chachi yetu. Hata kumwambia tukuja kwa chachi yetu. Maana akija anakutanika na neno la Mungu. Haleluya. Amen. Okay. Hata shida tukizungumza tukisukuma hiyo. But Mungu akusaidie unapotoka hapa mchana wa leo. Omba Mungu katika moyo wako na upige picha nzuri. Maana mtu akiokoka miaka 5 na upate hujaombea mtu yote wokovu hapo kwa Kristo anaendelea, then usikipigie makofi umeokoka miaka mingi. Uko kwa hatari. Uko kwa hatari. Maana kitu yenye umeshikilia hakuna. Uko tu anaoni hivyo. Haleluya. Amen. Mfalme Hezekia, nashukuru maana hata nyinyi mmehubiri sana vile aliangalia ukuta. Angalia ukuta kama Hezekia. Na watu unajua ndio sababu nasema kwamba watu na miss context. Ani atuelewi ya kwamba neno la Mungu limetoka wapi naenda wapi. Kurukia tu sasa unahangi hapo kama nini, kama fulani. Inaitwa fulani. Unahangi hapo na unasema ya kwamba naenda na hii. Lakini maajabu, unajua Bible inasema ya kwamba Hezekia hakupinduka ukutani akaanza kulia, akalia sana. Aligeuka kwa ukuta na akasema maneno yaliyosikika katika usikia wa Mungu. Akasema, Bwana, kumbuka njia zangu, hata kama umesema naondoka, niondoke, lakini kazi yangu usisahau. Kazi yangu ni kwamba wana wa Israeli kule jangwani walipokuwa wakija walipoasi, kumbuka ile siku Musa alitengeneza nyoka ya 7 akainua, wana wa Israeli wakaitazama na wakapona. Amen. Hizo ndio point alikuwa anasema kwa masikio ya Mungu, na akasema sasa wana wa Israeli walichukua hiyo wakaeka kwa gunia wakakuja nayo. Walipofika katika nchi hii yenye ulitupa nchi nzuri ya maziwa na asali, waliendelea kuabudu ile kitu. Wanabeba vitu ya dhamana ya maana yenye uliwabariki nazo wakileta kuabudu nayo nyoka. Lakini lengo yako haikuwa hiyo. Mungu nilipochukua ufalme, nilienda nikawanyang'anya hiyo nyoka, nikasiaga. Nikawaambia hiyo nyoka si Mungu. Mungu wa kweli anaaminiwa katika roho na katika kweli. Hiyo Mungu niliwaambia, hata kama naondoka, nikumbuke kwa hiyo. Amen. Haleluya. Amen. Akaambia Mungu, hakuambia Mungu nikumbuke. Wakonza wameshinda kwenda mbele ya Mungu, hakuna kazi wamefanya. Bwana nikumbuke, Yesu nikumbuke. Wengine wamelia machozi mpaka wameishiwa machozi. Na hii machozi wanalia machozi ya bure. Maana hawakulia kwa haki. Walipolia, hakuna baada ya kulia, hakuna kazi yeyote alisimamisha mbele ya Bwana. Akasema, Yehova, hata kama ni hali hii, lakini kwa hili unikumbuke. Amen. Unapoambia Mungu akukumbuke, unataka akukumbuke kwa kazi gani? Ama nataka akukumbuke tu Mungu, kwa miaka 10 nimetembea kwa wokovu, lakini watu bado angali na magunia, nyoka za 7 kwa magunia na abudu ukiwa na. Lakini umetembea miaka 10 kwa wokovu. So Mungu anasema kwamba aliwadi wewe sababu huko usaidia watu kumjua, ama kuliwadi nini? Kuna wakati neno la Mungu linachomanga moyo. Alichome moyo bure, linachoma moyo, maana Mungu anataka kwamba tuchomeke. Tukishachomeka turudi katika drawing board, tunasema kwamba Bwana umetuonyesha the way. Now give us strength and power ya kuenenda hiyo njia, tusije tukalaibati tena. Haleluya. Amen. Kanisa la Mungu, mwaka huu tusikubali kujiendea. Unless kwa ule mtu mwenye alikufa ganzi, hata akiwa kanisani asikii lolote, hata hana habari ya neno lolote. Lakini ule mchaji wa Mungu katika roho na kweli, najua kwamba neno la Mungu lina uwezo wa kuchoma moyo wako, likakusaidia ukashika wokovu wa kweli, na haja ya moyo wako na tamaa ya moyo wako ikawa ya kwamba wote wangekuja kwa Kristo. Nataka kwenda mbele za Bwana. Bwana akusaidie. Ni kwa sababu tunaenda mbele za Bwana, watu wanasimama huko wananyamaza, na wanamhitaji Mungu vibaya sana. Ni kwa sababu Mungu angewasaidia, wangefanya vitu inayofaa, hawangefanya vitu ambayo stahili.
Hivyo hata mchana wa leo ni ombi langu ya kwamba upate fursa uende mbele za Bwana, uombe Mungu wa rehema ya kwamba ijapokuwa nimeokoka, lakini wokovu, matunda ya wokovu yangu iko wapi? Ile utume iko wapi? Kuonyesha umeniita iko wapi? Ama mimi kazi yangu sema nimeokoka, lakini hakuna hata mtu mmoja aliyetambua wokovu wangu hata akanyenyekea mbele za Mungu. Ni kwa sababu ameona hakika huyu mtu ni mchaji wa Mungu. Pata nafasi kwa dakika chache, dakika 2-3, najua ya kwamba una uwezo wa kuwasilisha moyo wako mbele za Bwana, ya kwamba Mungu akusikie, atembee pamoja nawe. Nimesikia habari za mti, hakika najua wewe umekubali ya kwamba Bwana aje na aseme ya kwamba licha ya kwamba we agree, lakini hakuna tunda, maana yeye hana haja na matawi, ana haja na matunda. Yehova ana haja na matunda. Yesu ana haja na matunda. Anaona wewe ni mtu wa aina gani, anaangalia sisi ni watu wa mtu aina gani. Ni mtu ambaye unatoa matunda ama ni mtu ambaye umejaa majani? Kufunguliwa kwako inakutegemea, maana hakika najua kuna mambo mengine kidogo ufikirie. Hakika Bwana anaangalia alipokutoa katika hali za kawaida, hakika ulimeuka ukaingia katika hali za kiroho. Na je, unatenda mambo ya roho? Kama ni hivyo, basi kwa nini ya kwamba wa dunia ni rafiki zetu, lakini hakika hatukaonyesha njia ya msalaba? Haleluya! Wastahili Bwana, wastahili Mtakatifu wa takatifu. Wastahili Bwana wa mabwana, wastahili mwamba wetu, tukufu na heshima ni zako. Oh, haleluya! Ndiyo Bwana wa mabwana, mwamba wetu, turehemie mtakatifu na Mungu wetu. Haleluya!
Ninakutukuza ni kwa sababu Mungu wetu, wewe ni Mungu wa makusudi. Tena mwamba wetu na Mungu wetu, mfalme wa falme, wanao Jehova walipokufuata wakakunjua Bwana na ukaelekeza mwamba wetu, even God on the way Bwana, mabwana macho yalitobolewa, lakini wale waliokutumainia Bwana urejesha macho yao, wakaona tena mfalme wa falme, wakarudi katika njia Bwana wa mabwana, wakarudi katika mapito ambayo umeweka Bwana wa majeshi, nao wakawa salama. Ninakutukuza mchana wa leo, maana Ebenezeri Mungu wetu na baba yetu, wewe ni Bwana, unatukumbusha makusudi iliyofanya Bwana wa mabwana, ukatufanya tuitwe mwili wa Kristo ambaye uko sehemu ya Githurai hii. Ulipoangalia ukaona we have lost Mfalme, focus on King of Glory. Baba mfalme wa amani, unanena nasi tena Bwana wa majeshi, ya kwamba kila mmoja wetu Baba na ajirudi akajiangalie, akaona utumishi wake ni wa namna gani, akaona wokovu wake ni wa namna gani, akaona kama anatimiliza kusudi la mwito. Baba yangu mfalme wa falme na mioyo nzima, tusaidie Mungu wetu, ili mfalme wa falme mnapotoka mahala hapa unanena nasi mara nyingine, tutafakari njia zetu. Mfalme wa milele, ungelipenda mwili wako ujengwe Bwana, ungelipenda mwili wako ujengeke Bwana, ungelipenda mwili wako ukamilike katika viungo Bwana wa majeshi, ili ya kwamba huduma ukatendeke na sifa na utukufu zikurudie na ufalme upate kuwa imara. Jehova, mchana wa leo naomba kwa ajili ya kijana huyu, mzee huyu, kwa ajili ya mama huyu, kifulana huyu na msichana huyu, ya kwamba Bwana wa majeshi, wacha ufalme tukapokee roho wa uhuisho mara nyingine, tukawe mfalme wa falme na kusudi la kurejea katika mapito yako. Tusaidie kama kanisa. Najua kwamba ukosi mabaki katika kanisa hili Bwana, ambalo bado wanakuabudu katika roho na kweli. Najua kwamba ukosi mabaki katika kanisa hili Bwana, ambayo they are genuine in their heart Jehova, wanapokujilia wanamaanisha ni wewe na ni wewe, mwamba wangu na Mungu wangu. Roho hizi kazitumie Bwana kwa kuzionyesha njia na mapito, ili wakapokea ujasiri mchana wa leo, wakahubiri Injili wakati ufaao na wakati usiofaa, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Aliyetoa neno hili Bwana, na mkabidhi mtumishi wako mkononi mwako. Jehova Jaire, najua wewe ni Mungu, haumuachi wala umpokei, unaendelea kumchimba na kumwenza katika mwamba wako. Falme wa falme, unapotenda utumishi wako katika maisha yake kwa ajili ya kufikia wengi, ili jina lako litukuke. Nasi wote Bwana ambaye tumepokea neno hili, ni ombi langu Baba, tupokee kwa kutetemeka, ili tujiangalie tena Bwana wa mabwana, tujiulize utumishi wetu, tujiulize wokovu wetu Bwana niwe namna gani, ni wa kuzalisha ama si wa kuzalisha. Maana Bwana ni wewe uliyetuwekea mkono, ukasema hakika Bwana wa majeshi
Mtakatifu. Mchana wa leo uhimidiwe, Bwana wewe umetenda. Falme, kuna ule na moyo wa kutaka Baba, mnyoshe mkono wa neema. Falme, kuna wengine wana roho ya ufalme, falme wana vipawa ya evangelism, lakini Bwana uoga uko ndani mwao. Wacha neema yako iwafikirie ili Bwana akatende kazi hii. Kuna wale Bwana ambao umeita katika kingdom, wengine Bwana mabwana, Falme wa Jehova hako na pasa ya evangelism kingo blow. Wacha ikainuke Bwana ikatende kazi kwa ajili ya utukufu wa jina lako, itakutukuza Yesu na kukuabudu wewe Ebeneza, maana unatenda tena unastahili. Pokea utukufu wote pamoja na heshima, maana umetenda, na katika jina la Yesu Kristo tunaomba hata kuamini. Bwana akusaidie na kubariki. Hakika mtoto wa Mungu, kataana na roho ya ukawaida. Roho ya ukawaida huangamiza watu wengi, hata katika tu maisha ya kila siku. Kitu yenye imefanya kwamba watu wametembea katika njia moja maisha miaka nenda, wanaangalia change yenye haitakuja ni kutembea style moja, kutembea approach yao ya kila jambo ni ile ile, lakini nao wanaangalia outcome tofauti. Unapata ni vigumu hata katika wokovu wetu, ili ya kwamba wokovu wetu uwe tofauti. Hatuwezi enda kwa mtazamo ule ule na kupata ya kwamba ati vile tunavyoenenda. Hiyo ndio inamaanisha ya kwamba ati kuna change. Change haiwezekani. Change huja tu wakati tunapochukua hatua, na Mungu hupenda watu wenye kuchukua hatua. Maana mtu aliyechukua hatua, Mungu msaidia hatua zake zikawa za kishindo na zikaleta matokeo. Ndio sababu hakika alipoingia katika wenye ukoma, walisikia neno, waliposikia neno la unabii likawaangukia, walitoka msituni wakaanza safari. Mambo ya kishindo ni ya Mungu, na ndio sababu tunaona ya kwamba waliposema wanaenda kwa kambi ya Washami, Mungu aliwafanya wakikanyaga chini. Washami wakasema hiyo si sauti ya miguu ya watu, ni ya farasi, tunakuja kuvamiwa, na wakatoroka. Kuna shida tuko nayo. Baada ya kwanza kwenda unasema ya kwamba ati Mungu ataleta kishindo, kumbe Mungu anasema katika hiyo miguu yako ndio anaweka kishindo. Amen. Kubaliana neno la Bwana. Amen. Anza kupiga hatua. Amen. Mungu naye kishindo ni cha Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Walikuwa wanne tu, lakini jeshi mzima ilitoroka, ikasema tunavamiwa. Huyo Mungu atabadilika, anasema na mimi, anasema na wewe, anasema na sisi kanisa. Amen. Haleluya. Amen. Wacha Mungu atubariki na atutende mema.